Lakini kama hakuna taalifu alqulubi bainana, huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye Allah ndiye aliyekupa nguvu wewe kwa nusura yake na kwa sababu ya waumini. Usidharau jambo hilo, wala simdharau mtu yeyote, yule jahili tu yule, wajua mawamu hao majuhali hao. Kila mmoja awekwe katika nafasi yake, apewe heshima yake, na wewe usitaki kuwa kimbelembele katika mambo ambayo yako juu ya umri wako na elimu yako. Muhadhara wa Sheikh Abu Musa una mafunzo juu ya hili pia. Watu kuona kihirihiri, mtoto mdogo ataka kuzungumza mbele ya watu wakubwa. Si mnajua kisa kile cha maswahaba wale watatu, nani Muhayyisa wa Huwayisa na Abdullah na Abdurrahman, hao wanne. Aliuawa alikuwa ni Abdullah, walikwenda huko Sham, huko akauawa mmoja. Yule Abdurrahman ni ndugu yake yule Abdullah aliyeuawa. Sasa akatoka Muhayyisa na Muhawisa na Huwayisa na huyu Abdurrahman, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahmani ni mdogo ukilinganisha na hawa, lakini aliyeuawa ni shakiki wake, ndugu yake baba mmoja mama mmoja. Hawa wengine wawili ni ibn ammi zake, kazini zake, lakini ndio wakubwa. Sasa kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile huzuni na ile haraka, yule mdogo akazungumza, kakaangu, ili Mtume sallallahu alaihi wasallam ametulia, kabir. Tafsiri yake aanze kusema mkubwa, mkubwa ndo aanze kusema. Sawa, pengine una maelezo wewe, una hiki, lakini mkubwa katika nyinyi ndo aanze kusema, alete taarifa. Alikataa habari ya yule mdogo, kweli akanyamaza, mkubwa akazungumza. Tukienda na utaratibu huu, tukawa tunajengeana heshima, kila mmoja anamuona mwenzake ni bora kuliko yeye, tukaheshimiana, jambo letu litakwenda vizuri na litabarikiwa. Itakuwa si tute maeneo mengine ya kufanya shughuli zetu. Hapana, tutosha hapa, kwa sababu watu wataka ilmu, wataka haki, wanataka adabu, wataka heshima. Ndicho wanachokitaka watu. Tukienda namna hiyo tutafanikiwa biidhnillahi alkarim.